kisha likapanda ghafla hilo chirudika hapa cha. Basi nikajua hili jini. Yule mwingine anakuja hajui kinachoendelea. Nilipokutana nayo nikamkazia macho, nikaingia rohoni. Nikamuonyesha roho yangu iko hivi. Anakazana tu kwenda pale mwenzake yupo. Ukutana macho uso wake ukakunjamana. Alafu ukafanya chwa. Yeyote yule ukiona mna hivi ujue ni jini, hilo sio mtu. Majini anakuja kama binadamu kama ulivyo. Wengine wako ndani ya maofisi wanafanya kazi na majini. Na jini halikosei hata nukta moja likipiga kompyuta. Likipewa kuchapa kitu kwa typewriter au kompyuta. Utaona kompyuta kama lilitengeneza lenyewe. Limemaliza. Sawa sawa kabisa bila kukosea. Wewe uliyejifunza katika chuo cha kompyuta unakosea mambo, mwisho unafukuzwa. Jini hafukuzwi wala hapunguzwi kazini. Wewe utapunguzwa, utaliacha jini linatesa hapo hapo. Kwa hiyo jua adui yako yukoje upate kushindana na mtu unamuona kwa macho. Wani ukitaka kupigana na mtu utapigana na hewa. Hewa utachoka mwenyewe. Apatikane mpinzani wako hapo mdunde ngumi moja. Lakini hewa tu, uone unayepigana naye utachoka mwenyewe. Utake sana kumjua shetani hata umbo lake. Upate kumwapisha wana kukimbia siku zote. Na una uwezo kabisa kumsihi Mungu, nipe kuona adui yangu yukoje. Nijue ninayepingana naye kiroho yuko hivi. Nishindane naye vyema. Kuliko kusikia tu pana shetani, kusikia tu kuna majaliwa ya mapepo na nini, lakini sioni ninayeshindana naye. Simuoni. Kwa hiyo itakuwa imani yangu inachuja, inapungua kidogo. Nisaidie, Mungu, nimuone shetani. Mungu hawezi kudanganya kuacha upotee. Siku moja utaliona tu. Utaliona tu. Naona. Hata kutenda kwake utakuona. Mimi na ushuhuda mwingi tu. Nikitaka kujisifu hapa utasema huyu ni mtu wa mwili tu. Hazaye kujifu. Ana majivuno Moses Kulola. Anajisifu sifu tu. Paulo naye anasema kujisifu kwangu ni kuzuri, maana ni katika Kristo Yesu. Basi. Kwa hiyo unaweza ukaamua mwenyewe jinsi nilivyo. Nigeuze huko nitageuka, lakini ni yule yule, sibadiliki. Siku moja ninakwenda Kenya kupitia Silali. Naona kwanza hapa nyumbani usiku ule naombea safari hiyo pale Kenya. Anisaidie Mungu wangu, utende mapenzi yako pale. Usiku ule tulishindana na lijitu, kumbe ni shetani tu. Naona bahati nzuri Mungu akanipa nguvu, nikalipiga chini. Nikakanyaka katika hii nyonga hapa. Kaweka mguu juu yake. Eti nafanya namna hivi kisukuma. Nafanya namna hivi. Basi nikashtukia linazungumza. Umenishinda hapa, tutakutana huko mbele. Ikabidi niliondokee mwenyewe kuona mtu aliyesimia hapo hapo anazungumza. Tutakutana mbele. Nikajua shetani ana uwezo, anaweza kujifunua kwa mtu unayemjua. Ukafikiri ni mtu sawa sawa na ni pie fulani huyu, kumbe sio, ni jini. Mjua tu yako mkemee. Ukapita usiku huo, naondoka sasa asubuhi kuelekea Kenya, nafika Silali pale usiku kama saa 10 likaja hilo. Ulifikiri umenishinda? Ikaniambia, utazama na mimi nikaliona. Yaye.
likanishika kwenye mabega, likanisuka suka kitandani namna hivyo. Nikaamka, kangala 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 kangala, kangala likianguka lenyewe na mimi hapo hapo, nikianguka mimi na lenyewe hapo hapo, kwa muda mrefu kweli, hadi saa 11. Nina hema na lenyewe lina hema. Baadaye nikastukia vimeitoa hii pete hii ya kawaida tu ya dhahabu. Sifikiri ni ya Freemason. Mimi sio free kama wengi wanaosema Moses Kulola ni Freemason. Mimi hapa mimi sio free. Wako Freemason, nitakwambia tu, utawajua tu kwa kutenda kwao. Haka saa 11 likaondoka, likasema utakutana nami tena unakokwenda. Nilikuwa nikienda Rock, nimesahau jina, kitongoji cha Nairobi. Wanasema huko ndiko yanakaa mashetani namba 1. Basi nikaamka asubuhi kutazama upepo na hewa inapita hapa. Kidole changu hiki cha pete ya ndoa pamoja na mama Kei yule. Sina ndoa ingine. Wewe funga ndoa hata za machakani, hata za kwenye rest house, funga tu ndoa. Lakini huna Mungu, ujue. Ndoa moja tu. Wanasifiwe. Nikamwambia mama, pete yangu imekwenda. Wapi? Sijui, haipo tu. Basi tukakaa, nikamwomba Mungu, nipatie pete yangu. Kama amechukua adui huyo, anirudishie. Nikashinda kutwa nzima mawazo yangu ya kwamba atairudi. Saa 3 hivi asubuhi nikapata simu kutoka nyumbani kwa binti yetu anayengojea nyumba hapo. Akasema, baba, usiku wa leo hatukulala vizuri. Kwa nini? Ilitokea tetemeko ati kwenye nyumba yetu tu. Milango ikawa inafunguka peke yake bila kufunguliwa. Inagongana. Yaani ikawa utiisho mkubwa, tukashindwa kukaa ndani. Kabidi tutoke nje wote. Baada ya utulivu kidogo tukarudi ndani, tukawasha taa. Nikatazama kwenye kitanda chenu, nikakimbilia chumbani kwenu kutazama. Nikaikuta pete yako iko katikati ya kitanda chako. Pete yangu? Nikajua huyo ameshindwa, kairudisha mwenyewe. Nikamwambia, shetani umeshindwa, kwa jina la Yesu hutaichukua tena. Nikaichomeka kwenye kidole. Mpaka leo ninayo. Basi huyo adui yako shetani anakutaka sana. Leo mpe nafasi Kristo apite. Ila kama u mwenye dhambi, Kristo hatapita kwako. Never. Haingii mahali dhambi zimezagaa. Haingii mahali shetani anapatumia. Haingii. Hana shughuli hapo. Acha shughuli hizo zikutese mwenyewe. Dunia haitakusaidia, wala shetani hatakusaidia wala kukuhurumia. Isipokuwa utakufa na kukuingiza kuzimu, ambayo ni mbingu ya Ibilisi. Utapata faida maishani mwako. Na kushauri mpate Yesu aliye huru kuingia na kukutunza. Utalindwa usiku na mchana. Haleluya. Haleluya. Unapenda niseme, hii ni habari njema iletayo amani na utulivu wa nchi yetu. Atakapokuja na hila zake asiyependa utulivu na amani maishani mwako, mfukuze. Yesu sio mgomvi. Yesu sio ovyo tu. Inapita
ngoma ya Kizaramo inaitwa nini? Gombe sugu. Inapita Gombe sugu, na wewe umo. Na kanisani unaimba kwaya, unajiunga. Wanapita watu washona viatu barabarani, nao wanataka haki yao, wanatembea, tunataka haki yetu, tunataka. Na wewe bila unajiunga umo, mnataka haki gani? Ujui dunia imepinduka yenyewe? Wewe uliokoka usijiunge maandamano yoyote. Acha! Mshika mbili moja litamtoka. Ukitaka Mungu akuache, jiunge. Ninataka viatu 10. Ninataka biashara yetu isiingiliwe. Haikusaidii. Aliokoka asumbuki na hayo. Aliokoka kazi yake kumwomba Mungu utulivu na amani kwa watu, na nchi yetu iwe paradiso. Ukitaka kujua nchi yetu ni nzuri, nenda Yerusalemu. Yerusalemu tu mkipita kundi wa Tanzania, madukani hapo kwa Wayahudi, maduka ya Wayahudi na Waarabu ni tofauti. Ya Wayahudi, are you many from where? From Tanzania. Tanzania, anasituka kidogo kwanza, alafu Tanzania. Yes. Oh, you are friends. You are friends. Yaani wewe ni rafiki yetu. Our friends. Wanatuita rafiki kwa sababu ya amani. Lakini pita kwenye maduka ya ndugu zetu, wewe watakufalula. Ukitaka kuuliza hata sababu